inaweza kuwa tofauti kwa macho yako, but it could be the path that is leading you to that new level. lakini inaweza kuwa ni njia ambayo inakuelekeza mahali pale Mungu Sometimes amesema. when God is doing something, it looks at first as if it is very ugly. Mungu anapofanya kitu kwanza kinaonekana ni kama hakieleweki. Sometimes it even looks as if it is very abnormal. Saa zingine kinaonekana ni kama ni kitu ambacho si cha kawaida. Did you know that sometimes it looks as if it is not scriptural? Saa zingine kinaonekana ni kama sio kitu cha Biblia. What the Bible talks about Samson going to Gaza, down to Gaza. Anytime the Bible says you are going down, you umeisha. Wakati wowote Biblia inasema unaenda chini, umeisha. It says that Samson was going down to Gaza. Maana Samson alikuwa anaenda kule chini Gaza To marry a Philistine woman. akaweze kuoa mwanamke wa Filisti. And even the parents asked Samson, Na hata wazazi wakaweza kumuuliza, why are you going to marry a Philistine? kwa nini unaenda kuoa mwanamke kutoka katika Did you Filisti? know that Samson had been anointed to fight the Philistines? Unajua ya kwamba Samsoni alikuwa ameteua kupigana na And the Filisti, Philistines were the greatest enemy of Israel. na hao walikuwa ni maadui wakubwa wa So it Israeli. doesn't beat logic. Basi ni kitu ambacho hakiingiani kabisa. Why Samson would go to marry a wife, a daughter of their enemy. Kwa nini Samsoni angeenda kuoa msichana wa kutoka kwa adui zake? But the Bible says it was of the Lord. Lakini Biblia inasema ilikuwa imetoka kwa Mungu. Oh, the wisdom of God we cannot fathom. Hekima ya Mungu hakuna vile tunaweza That it was isemea. of the Lord. Ilikuwa ni ya Mungu. Because the Lord was looking for an opportunity to defeat them. Maana to fight Mungu them. alikuwa anatafuta nafasi ya kuweza So kuwashinda. sometimes this year, Saa zingine you mwaka might huu find yourself taking a direction that when you look at it, it looks crazy. unaweza pelekwa hatua yenye ukiangalia unaona And that's why haieleweki. I believe every believer must be discerning. Lakini tunafaa kuwa sisi kama waumini tunafaa kuwa tunaona. So that we can be able to say, it doesn't make sense to me, but I think it makes sense to God. Ndiposa tukaweze kusema kwangu haieleweki lakini kwa Mungu And one inaeleweka. of the ways a believer knows that something is of God is that your heart settles in a lot of peace. Njia moja muumini anajua ya kwamba kitu ni cha Mungu ni ya kwamba roho yake huwa inapata amani. A lot of peace. Amani nyingi. And you know it deep down there. Na unajua ndani yake This thing is of God. hiki kitu ni cha Mungu. Or sometimes you feel as if it's a bulb that is lighting up in your spirit. Saa zingine unasikia ni kama taa inawaka ndani ya roho yako. You don't feel disturbed. Usikii kabisa uko You na don't feel masumbufu. confusion. Usikii You umechanganyikiwa. feel like there's a bulb lighting up in your spirit. Unasikia ni kama kuna taa inawaka ndani And you know yako. this is of God. Na unajua hili ni la Mungu. So I beseech you, Basi ninawauliza, regardless of what might happen in the course of the year, haijalishi kile kitatendeka katika huo mwaka, let the word, the prophetic word, wacha ile neno la kinabii become a light likaweze kuwa mwangaza unto your path. katika njia zako. That when you're walking Ya kwamba ukitembea and it seems like it is dark, na inaonekana ni kama kuna it is giza, confusing, ni kama kuna it is changanyikiwa, messy, ni kama you're kueleweki, still remembering thus says the Lord, unakumbuka ya kwamba Mungu that akasema this is hayo. my year of new Ya levels. kwamba huu ni mwaka wa kiwango And I don't know kipya. in particular which area you want God to change, Na sijui ni wapi unataka Mungu abadilishe, but I want us to dare God this year lakini nataka tujaribu Mungu mwaka huu. and dare him big Na tumjaribu kwa and ukubwa. believe him more Na tukamwamini kwa and ukubwa. trust and depend on him, Na tukaamini na that kumtegemea, because he said it, maana he alisema will make it good. ataifanya And I zuri. want us to read some scriptures here Nataka tusome Biblia in 2 Kings 13 verse 14 and 19, katika Ufalme wa Pili, because we are talking about building capacity for the new level. maana tunasoma kuhusu kujenga kiwango kwa kiwango kipya. Elisha had become sick with the illness of which he would die. Then Joash, the king of Israel, came down to him and wept over his face and said, "Oh, my father, the chariots of Israel and their horsemen." Verse number 15, and Elisha said to him, "Take a bow and some arrows." So he took himself a bow and some arrows. Verse number 16, then he said to the king of Israel, "Put your hand on the bow." So he put his hand on it, and Elisha put his hands on the king's hands. Verse number 17, and he said, "Open the east window." And he opened it. Then Elisha said, "Shoot." And he shot. And he said, "The arrow of the Lord's deliverance and the arrow of deliverance for Syria. For you must strike the Syrians at Aphek till you have destroyed them." Verse number 18, that he said, "Take the arrows." So he took them, and he said to the king of Israel, "Strike the ground." So he struck 3 times and stopped.
Verse number 19, and the man of God was angry with him and said, you should have struck 5 or 6 times. Then you would have struck Syria till you had destroyed it. But now you will strike Syria only 3 times. Can you tell your neighbor, building capacity? Ambia jirani yako kujenga nafasi. No, I want you to know as we begin this year, it's still young, we're still in February. I want you to know that we, seated here at this sanctuary at Hillside Church, we are not at the same level. Nataka tunapoanza mwaka, maana mwaka wa bado uko mpya, sisi wenyewe tumeketi mahali hapa katika kanisa hii hatuko katika kiwango kimoja. In many areas of life, kwa njia nyingi katika maisha yetu. Spiritually we have not built or grown at the same level. Kiroho hatujakuwa na kwa kiwango kinafanana. Materially or financially we are not at the same level. Kifedha pia hatutoshani. Intellectually we are not at the same level. Kwa mawazo pia hatuko. Even in emotional intelligence we are not at the same level. Hata katika hisia zetu hatutoshani. Marriage wise we are not at the same level. Hata kwa ndoa hatutoshani. Praise God. Bwana asifiwe. Whether here at Hillside, whether at the estate where you live, whether in the village where you live, whether it is in the family where you come from, whether it is your place of work, every time you look at people, just know you are not in the same level. Haijalishi ni wapi, mama ni huku kanisani, nyumbani kwenye umetoka, wakati wote ambao unaangalia watu unafaa kujua kwamba hamko kiwango kimoja. You might even be in the same job group. Unaweza kuwa hata mko kazi kwa kiwango kimoja, and the salary is the same, na mshahara iwe inatoshana, but in other different aspects you are not the same. Lakini kwa njia nyingine nyinyi hamko sawa. One is coming driving, another one is coming with 2 legs. Mtu mmoja anakuja akitembea na mwingine anakuja ameendesha gari. Tunaimba ile nini ya nini? Anguka nao tukosema 1 leg. Another one is coming with 2 leg. Mmoja anakuja kwa miguu yake miwili. Isn't it? But we are the same job group. Na mko tu kazi moja na kiwango kimoja. And same salary. Mshahara mmoja tu. But we are not the same. Lakini hamko sawa. We must agree that. Lazima tuitikie hiyo. But we must also agree that there is room to grow. Lakini unafaa kujua ya kwamba kuna nafasi ya kukua. And there is room to go to another level. Na kuna nafasi ya kukua kwenda kiwango kingine. That the level you are in right now is not your last level. Ya kwamba kiwango ulicho saa hii sio kiwango cha mwisho chako. Okay, let me announce it apostolically. Wacha niweze kukisema vizuri. I want to announce to somebody today. Nataka kuambia mtu leo. That the level you are in today. Ya kwamba kiwango ulicho leo is not your last level. Hiyo sio kiwango cha mwisho. There is room for God to lift you. Kuna nafasi ya Mungu kukuinua. Oh, the Bible says that God is the lifter up of my head. Biblia inasema ya kwamba Mungu ndiye ambaye huwa ananiinua. Ambaye ndiye mwangaza wangu. Listen, God lifts men. Sikiza, Mungu huwa anainua watu. He says in the Bible he lifts one and he demotes another. Biblia inasema anainua mmoja na anazusha mwingine. I pray that the favor of God will locate you this year for a lifting up. Ninaomba ya kwamba kibali cha Mungu kitaweza kukutana na wewe. The Bible says promotion does not come from the east or the west, promotion comes from above. Biblia inasema kuinuliwa kutoki kaskazini wala magharibi, lakini kunatoka kwa Mungu. That is why you cannot sit down and feel sorry for yourself. Ndio maana huwezi keti na kujihurumia. When you are a believer there is always room to come up. Unapokuwa muamini unafaa kujua kwamba kuna nafasi ya kutokezea. Sometimes life can happen. Maana chochote kinaweza tendeka. And you find yourself down at 0. Na ujipate uko pale katika nunge. But even when you are down at 0. Lakini ukiwa pale kwa nunge. If you keep believing God. Ukiendelea kuamini Mungu. If you keep trusting him. Ukiendelea kumwaminia. If you keep calling on his name. Ukiendelea kumuita. He is able to restore you. Anaweza kukurudisha tena. He is able to lift you again. Anaweza kukuinua tena. He is able to pick you from the miry clay. Anaweza kukuchukua mahali pale. Or he is able to put you on the rock that is higher than you. Anaweza kuweka kwa jiwe ambalo liko juu. That is the God we serve. Tuende ukautumikie Mungu ambaye tunaamini. So when you look at people you think they are ahead. Unapoangalia watu unadhani wako mbele. It is not a time to feel jealous. Si wakati wa kusikia wivu. It is not a time to feel oh yeah. Si wakati wa kujihurumia. It is not a time to think that God is favoring other people more than he's favoring you. Si wakati wa kufikiria kibali kimeelekezwa kwa wengine. It is a time to know that if God is lifting them then he can lift me. Ni wakati wa kujua kama anawainua hata mimi anaweza niinua. If God is visiting them then he can visit me. Kama anawatembelea anaweza nitembelea. If God is doing so and so to that person then he can do it to me. Kama alimtendea hivyo na mimi anaweza nitendea. The problem with us Africans we are so jealous. Lakini shida yetu Afrika tuko na wivu. You remember the woman of God who came here? Unakumbuka mchungaji aliyekuja kutoka kule Nigeria? I was asking her because Nigeria, you like it or you don't like it, is a
superpower as far as spiritual things is concerned. Maana kule Nigeria upende usipende wako mbele sana katika kiroho. So in the evening we were discussing about several men of God I listened to on YouTube. Kwa hivyo jioni tulikuwa tunaongea kuhusu watu tofauti wachungaji ambao wanasikiza kule YouTube. And I asked her about a man Na nikamuuliza kuhusu mwanaume mmoja who is not alive. ambaye aliweza kutuacha. Is called Baba Biola. Ambaye alikuwa anaitwa Baba Biola. Many years ago. I know you've never heard Baba Biola. Miaka iliyopita najua mjawahi msikia. Oh. Do you know when I tell her, tell me more about Baba Biola. That woman of God stood like this from the seat. She said, oh my God, you know Baba Biola. She began to sing. I could not understand the language in Yoruba, but I could hear Baba Biola. She sang in the sitting room. She sang. I said, okay, what is the song all about? I said, that is a worship song that we Nigerians sing with the name of Baba Biola. We say we don't know Abraham, we don't know Isaac, we don't know Jacob. We don't pray the father of Jacob, the father of, they say we know Baba Biola, the God of Baba Biola. So they came up with songs. They say the God of Baba Biola. What you were doing during Baba Biola days, do. Nilipoweza kutaja hilo jina aliweza kuruka kwa furaha na akaweza kuanza kuimba wimbo ambao usingeelewa. Nilipoweza kumuuliza aliniambia wao hawajui Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Jacobo, lakini wanajua Mungu wa Baba Biola. Go and Google him. Unaweza enda utafute. You will read stories about that man that are not in the Bible. Utasoma hadithi kuhusu huyo mtu ambazo ziko katika Biblia. And you will know that God still does wonders. Na utajua kwamba Mungu huwa anatenda makuu. But they just don't feel like we do, like we don't want even to mention him. I mean, we don't even want to associate that was his God, not our God. No, they have even worship songs with his name. Wa Nigeria wao si kama huko. In Kenya, if you do that, they'll say you are worshiping your bishop. Wametoa hata nyimbo kumuhusu. Huku Kenya ukifanya kitu kama hicho utaambiwa ya kwamba unaabudu askofu. She said to us, I don't know whether you are listening, Mercy. She said to us, aliweza kutuambia, she said to us, in Nigeria they don't pray God of Abraham. Waliweza kusema kule Nigeria waombi Mungu wa Abrahamu. They say God of Bishop Adeboye. Wakasema wanaomba Mungu wa askofu huyo. What you are doing, I heard that you gave Bishop Oyedepo ABCD. God of Bishop Oyedepo, do it for me now. Akasema nilisikia kwamba uliweza kupatia huyo askofu Oyedepo kitu fulani. Basi hata mimi nipatie. And that is a revelation. And I thought that is a revelation. Na nikafikiria huo ni ufunuo. Instead of feeling jealous, wacha kusikia wivu. Instead of fighting the people God is lifting, badala ya kupigana na watu ambao Mungu anainua, you better say God of so and so. Afadhali useme Mungu wa mtu fulani. You did it for her. Ulimfanyia. You can do it for me. Unaweza nifanyia. I have seen you lift her. Nimekuona ukimuinua. You can lift me. Unaweza niinua. I have seen you bless him. Nimekuona ukimbariki. You can bless me. Unaweza nibariki. We've been praying with him. Tumekuwa tukiomba naye. We've been trusting God with him. Tumekuwa tukikuaminia naye. I've seen you give him that breakthrough. You can give me my breakthrough also. Hata mimi unaweza nipea huo upenyo. Instead of fighting. Badala ya kupigana. Because when you're fighting a man God has lifted, you're fighting a losing battle. Maana unapopiga mtu ambaye Mungu ameinua, unapiga vita ambayo hutawezana. A man the hand of God has lifted like this. Mtu ambaye ameinuliwa na Mungu. You're only obligated to celebrate them. Unafaa tu kuwa unamshangilia. Even if you're not feeling like, but just celebrate them. Wewe hao watu unafaa tu kuwashangilia. So listen, your level can change regardless. Kiwango chako kinaweza badilika. I announce to you that your level can change. Na watangazia kwamba kiwango chako kinaweza badilika. And I want someone to be so determined this year. Na nataka mtu akue akona to see the grace of God released upon your life. Akaone zile neema zimeachiliwa kwa maisha yake. For change of levels. Akubadilisha kiwango. So that by the time we go across the year. Niposa tunapoendelea na mwaka. Where you are right now. Tunapofika is not where you're going to be in June. Pale huko utakuwa June. It's not where you're going to be in August. Hautakuwa hapo. It's not where you're going to be in October. Hautakuwa hapo that you will be saying that God has changed my levels. Ya kwamba utakuwa unasema Mungu amebadilisha kiwango. Your level can change regardless. Kiwango chako kinaweza badilika. As a matter of fact, ani ukweli, your level should keep changing for the better. Kiwango chako kinafaa kukaa kikibadilika. I said for the better. Ibadilike kwa the level you are in today in prayer should not be the level you're going to be in June. Kiwango ambacho huko wakati huu kwa maombi yakifai kuwa hicho June. The level of your
giving this year should not end in the same place. Kiwango chako cha kutoa wakati huu hakifai The kuisha level hivyo. of your marital bliss and grace should not be the same to the end of Kiwango the year. chako cha neema za ndoa hakifai kuisha hivyo. Sometimes I sit with people who are married and I look at them and the things they are struggling with and I say, I was there. Oh, Saa zingine naangalia wanandoa na zile vitu wanang'ang'ana, nasema nilikuwa hapo. a time I was there. Hapo Struggling with, nyuma why did you nilikuwa put hapo. socks here? Why did I arrange? Why did you disarrange? Why did you put the cup here? Why did nini you eat the uliweka socks banana? hapa? And Kwa instead nini of putting the ulipangua? banana peels in the basket, you put them on top of the bed. Kwa nini umetoa I hapo na stop. kuweka juu ya kitanda? Nilikuwa hapo. I was there, Nilikuwa hapo. quarreling every day Kila wakati and not kelele. able to understand Asingeelewa certain things. vitu But zingine. then I think I said, my peace is more important. Lakini nikasema amani yangu ndio ya maana. Because if my husband decides, and this said the bishop, I said my husband. Na If my husband decides nikisema mume wangu that he akiamua will remove socks ya kwamba ataweza and kutoa put them on socks top of the zake table, na ekelee juu ya meza, me picking those socks mimi kuzichukua there pale juu ya meza and taking them to the dustbin na kuzipeleka kule kwa jala is takataka very easy ni rahisi sana as opposed to me quarreling. kuliko mimi kupiga kelele. Quarreling has a lot of energy. Kupiga kelele Oh, kuna why nguvu did you mingi. do? Did you marry me to become a donkey? I do this, Ulinioa I do nikaanza that, kuwa I do punda. that. Yeah, I said, Sally, have your peace and then do what you're supposed to do. Pick, drop, pick, drop. Nikasema niweze kuwa na amani na nikafanye kile nafaa kufanya, nichukue nitupe. So the level you are in right now should not be the level you're going to end, even in your marriage resolutions and solving conflicts. Kiwango kile ambacho uko sahihi hakifai kuwa hapo mwaka ukienda kuisha, hata katika ndoa zenu. Do you know the psalmist said one day, I am for peace, but they are for war. Do you know in a couple there's one who is for peace, the other one is for war? Are you aware? Katika ndoa kuna yule It is the anataka amani psalmist. na kuna yule anataka vita saa It is the zote. psalmist who said, Sio mimi ni I am for Psalmist peace. aliweza kusema, they are for war. akasema mimi ni wa amani, wao And wanataka sometimes it vita. can interchange. Saa zingine zinaweza badilika. Today am I the one who wants peace? Bishop wants more. The other day Leo he's ninakuwa the ni one mimi who wants nataka peace. amani. I want war. I mean, marriage is crazy. Ndoa ni iko na changamoto zake. But I tell you, in all, kwa yote, we have grown Lakini tumeweza kukua kwa hayo yote. from one level to another. Kutoka kiwango kimoja hadi There are things you kingine. look at this and you wonder, is this worth my time? Kuna vitu unaangalia na unaona hizi kweli zinahitaji wakati Is wangu. this worth my energy? Hizi zinahitaji nguvu zangu. Is this worth my attention? Hizi zinahitaji hata attention yangu. And you say pass. Na unasema peta. The others that come and you say wrong number, address. Na kuna zingine unasema zinakuja unasema hii ni wrong number. Return to sender. Unarudisha kwenye zimetoka. Growth Kukua. of levels. Kukua kwa I kiwango. declare to you by the end of the year 2025. Ninawaambia katika mwaka huu, Watch carefully where God is releasing grace upon your life. angalia mahali pale Mungu anaachilia neema katika maisha Even in yako. your places of work. Hata katika kule kazini, That person who's been agitating you, planning deliberately to annoy you, you must overcome them this year. kuna watu ambao wako hapo kukukwaza kila wakati, unafaa kuwashinda mwaka huu. One of my daughters said to me, every time she goes to work, there's this person who greets her, and she's a woman, fellow woman like her. The first day she saw her, she nicknamed her Trouble, and she doesn't know her. Siku ya kwanza alimuona, aliweza kumuita Shida, lakini hakuwa anamjua. So she said, oh, Trouble, you have come. Anasema, Shida umekuja. Then she reminds her, I'm not Trouble, my name is Anne. Anamkumbusha, mimi sio Shida lakini naitwa Ann. She keeps quiet. Ananyamaza. Tomorrow she greets her the same way. Trouble, you have come. Kesho namsalimia tena hivyo. Says, I'm not "Unaweza Trouble, my kufika, name is Shida?" Ann. Anamwambia jina She langu keeps ni quiet. Ann. 1 week, 1 month, 2 months. Wiki moja, she wiki insists mbili. her name is Trouble. Mwezi anarudia tena jina lake tu ni hilo And Shida. she told me they have never collided. It's first instance. She saw her and she hated her. Because let me tell you, there are demons even in your place of work that are uncomfortable with your existence. Na akasema alimuona tu siku ya kwanza na akaweza kumpenda. Maana mahali pale kwa kazi kuna mapepo ambayo yanapiga watu. I bring this across to you. You carry God.
You carry God. Beba Mungu. And if you carry God, you carry light. Na unapobeba Mungu unabeba And if you mwangaza. carry God, you carry power. Unapobeba Mungu unabeba nguvu. There are some people within your area and places of work who go to visit witch doctors. They have slept at the witch doctor's house. They have come in the morning. You've been from the morning glory. You arrive at your place of work. Their demons become agitated that you are an employee there. Kuna watu kule kazini, wengine wanalala kule kwa waganga. Wewe umelala kwa maombi, mnakutana mahali pale, wametoka kwa waganga na mapepo zao zinakuwa tu ni za But kusumbua even hapo. in this, you are not going to shift from that job. Lakini utatoka mahali pale kwa Oh, kazi. I dare you, master endurance. Nataka ukaze kuvumilia. Master endurance. Ukavumilie. Say, I'm going to stay here until the day the Lord says I will leave. Sema utaenda kukaa mahali pale mpaka siku ile Mungu If atasema I have utatoka. not heard God about my departure, I'm not leaving. It is Kama either I sijasikia stay kutoka here kwangu. and master endurance, or you will go. It is you who will go, not me. Ni wewe utaondoka ila sio mimi. I'm not saying you tell them openly, but Sijasema I'm ukawaambie saying kwa maneno. when you kneel down. Unapopiga magoti. Oh, the Bible says that two can chase tens of thousands. Biblia inasema wawili wanaweza fukuza 10,000. You can kneel down and chase somebody. Unaweza piga magoti na ukaweza Oh, the kufukuza mtu. Bible says that the righteous are grounded or they are rooted, but the wicked are uprooted. Biblia inasema wale ambao ni wake Mungu wamewekwa mahali hapo, lakini wale ambao ni wabaya wanaweza ngolewa. How do we uproot them? Through prayer. Tunawang'oa aje? Ni kupitia Wewe kwa maombi. shindanga na bakuli ya Musa. Musa aliambiwa na Mungu, weka bakuli damu, nyunyizia. Unaona hiki tunanga wa Catholic wakitembea wakinyunyizia maji in the old tabernacle. Musa alikuwa ananyunyizia damu, sio maji, ananyunyizia. Mkristo umeokoka sana, kila saa unanyunyizia wicked people damu until Father forgive them for they do not know what they are doing. They know. Mungu wasamehe kwamba maana wajui kile wanachotenda. Wanajua. They know what they are doing. Wanajua kile There wanatenda. comes a time when you kneel down and uproot. Kuna wakati unafikanga unapiga magoti na unawang'oa. And you say, I know God brought me here for a purpose. Na unasema ya kwamba najua Mungu alinileta hapa na I will kusudi. stay in this job until God says I leave. Nitakaa katika hii kazi hadi Mungu aniambie If ni God wakati wa has not kutoka. said I leave, I will not. Kama Mungu hajasema nitoke, If sitoki. your demons are becoming uncomfortable with your presence, you will go. Kama mapepo yako yanasumbuka kwa uwepo wangu, ondoka. Praise God. Bwana asifiwe. You don't know life is so spiritual. I was telling Bishop yesterday when you were coming at night, I missed the Kesha again. I really wanted to be here for Kesha. Nasikia niko na kiu ya Mungu. I missed the Kesha again. We were coming by. We came late. I told Bishop, I've come to realize everything about Christianity is warfare. You want to give, the devil comes. You want to pray, Satan is there. You want to live right, the devil enters. I mean, everything is warfare. There's nothing that is of a believer that is just smooth flowing. Nilikuwa namwambia askofu kitu chochote cha muumini ni kitu ambacho kiko na vita tu vya kiroho. Kana kuanga hivyo ni slippery. Kameanguka mara kama 7. Watch over it. Nimejua kameanguka. Praise God. So listen, everything that belongs to a believer, I mean you have to. It is from the days of John the Baptist, the kingdom of God suffers violence, and the violent must take it by force. You have to take the things of the spirit by force. Lazima uchukue vitu vya kiroho na nguvu. Say, my bishop says, I say, we come sometimes late at night. He's very tired. I say, are you going to go for early morning program? I say, my husband, we need you. Can you sleep? He says, don't worry, I will leave my body in the bed. Askofu sasa hivi tunafika tumechelewa hadi namuuliza utaweza kwenda hii maombi ya asubuhi. Ananiambia usijali, nitaweza kuacha mwili wangu kwa kitanda na roho itaweza kuamuka. He says, I'll leave my body in the bed. Nitaacha mwili kwa kitanda. My spirit will go to the sitting room. Na roho itaenda kule kwa chumba cha mankuli. If the body wants to follow, kama mwili unataka kufuata, it will follow me. Itanifuata. And he will wake up. Na ataamka. It is the violent taking it by force. Ni ile kuchukua na nguvu. Because you want to pray, Satan says you are tired. Maana saa zingine unataka kuomba unaambiwa na shetani umechoka. You want to give, Satan says it's the only money you have and you don't have any other. Unataka kutoa, shetani anasema huna pesa zingine ni hizi tu. Now listen to me. So your level is changing this year. Kiwango chako kinabadilika mwaka huu. Even the way you are dealing with people at your place of work, it must change. Hata jinsi ambavyo unahusiana na watu katika kule kazini tabadilika. Some people you must overcome. Kuna watu
watu lazima uweze kuwashinda, And the way to overcome them is not to run away from them. na njia ya kuwashinda si kukimbia kutoka It's to kwao, just be right there. ni kukua hapo tu, And they are annoying you na wanakukasirisha and you're smiling. na But you unatambasamu know tu, how you are going to deal with them in the place of prayer. na unajua vile utaenda kuwashughulikia Oh, you katika will maombi. destroy, you will scatter, you will squeeze. Utaharibu, utaweza kuwafinya na utaweza Yeah, that kufinya is very necessary. Praise God. Bwana asifiwe. Are you listening to me? I mean, we Unanisikiza? have to be aggressive in the spirit. Lazima uweze kuwa una huo moyo wa kujitoa katika kiroho. Don't we? You know, I read some scriptures. That is the Old Testament. But I love how David says, "Oh God, make their paths slippery." I love praying that prayer. Make Ninapenda their vile paths- Daudi anasema, wacha ukaweze kufanya njia zao zikaweze kuwa za kuteleza. Exactly. Ati barabara wakipitia asubuhi wakiamuka, inaenda tu ikiteleza nywe, wanaanguka, wanapasuka miguu, wanateleza, miguu inaenda hivi kama ya hyena. I mean, nothing inashikika. Sema, make their paths slippery. He says, Fanya njia make zao their za path kuteleza. dark. Zifanye zikakuwe na giza. He says, let the angel of the Lord pursue them. Wacha malaika wa Mungu akaweze kuwashughulikia. Those kind of prayer, when you see me praying, Ukiona nikiomba maombi hayo, nimekaa kona. Those are the prayers you don't pray when you're kneeling down because you are not worshiping. hayo ni maombi ambayo uombi ukipiga magoti. You pray when you're moving corner to corner. Unaomba ukitembea kutoka kona moja hadi nyingine. I say your level is changing in Jesus' name. Anasema kiwango chenu kitabadilika katika jina la And it Yesu. is changing for the better. Na itabadilika kwa wema. Proverbs 4:18 says, but the path of the just is like a light, like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. The path of the just. Do I have a just person here? Don't worry that you were sinning yesterday. God knows. It is the blood of Jesus Christ that makes you a righteous person. But I'm not giving you a license Ni to damu ya continue Yesu sinning. ambayo inaweza kufanya ukaweze kuwa mtu mwema. The more you overcome temptation, Vile unaweza kushinda majaribu, the more grace is entrusted unto you. ndipo unaachiliwa neema. The more anointing is entrusted unto you. Ndipo hata baraka na kuteuliwa So kunakuja living kwako. a righteous life is to your benefit, Kuishi maisha matakatifu ni kwa wema wako, not to the benefit of God. si kwa wema wa Mungu. I said we are not in the same levels. Hatuko kiwango kimoja. When Elijah was living Elijah alipokuwa anaondoka and Elisha is following him, na Elisha alikuwa anamfuata, Elijah says, mention, what do you want? akamuuliza unataka nini? And Elisha says, Na Elisha I akasema, want a double portion of your spirit, nilikuwa nataka unipe nusu ya roho yako, of your anointing. ya ule upako wako. Elijah said, it is hard. Na akasema ni You've ngumu, asked a hard thing, umeuliza kitu kingumu, but if you see me going, lakini unapoona naenda, you will have it. lakini utapata. Elisha asked for a double portion. Elisha akaweza kuuliza katika So when we come to the things of the spirit, tunapokuja kwa vitu vya kiroho, they are in portions. ni vitu ambavyo vimewekwa kwa kiwango, But how they increase lakini jinsi ambavyo from vinaongezeka one level to another, kutoka kiwango kimoja hadi there are kingine, some factors that are involved. kuna vitu ambazo zinachangia, And one of them is when you decide to become pure and righteous. na moja ni ile unaamua kuishi maisha So, but I'm matakatifu. talking about the path of the just. Ninasema njia ya It mtakatifu keeps shining inaendelea ikieneza, brighter and brighter. huwa inaangaza. So I'm allowed to say today under the anointing Nataka kusema leo kupitia kwa huo that you kuteua are not allowed to go down. ya kwamba hufai kwenda According chini. to the scriptures, Kupitia kwa maandiko you are not allowed to go down. haujaruhusiwa kwenda chini. Your path Njia yako is supposed to go up inafaa kwenda juu in this year. huu mwaka, Up about it. na usiwe una shaka. What is your place Wewe mahali pako ni in papi this prophetic word? katika neno You hili see, la in kinabii. every prophetic word released Katika kila neno la kinabii linaachiliwa for a church, katika kanisa, you must ask yourself, what is my place? lazima ujiulize wewe nafasi yako iko What is wapi? my position? Mimi nafasi yangu What am I vipi? supposed to do? Ninafaa Or kufanyaje? how am I supposed to position myself spiritually Ninafaa kujiwekaje katika kiroho and sometimes even physically, na hata saa zingine kimwili, so that when the word is coming to pass, ndiposa neno linapokuja I kupita will be able to become a partaker? nitaweza No, I kulinyakua. want to go to where we have read about this king Joash. Anataka tuende mahali pale ambapo tunasoma kuhusu huyu He mfalme goes to Joash. see the prophet Elisha. Alikuwa anajua kwamba nabii Elisha He goes to see him. anaenda kumwona,
Because Elisha is sick. Maana Elisha alikuwa mgonjwa. And the Bible says with the sickness that will lead to death. Na Biblia inasema ya kwamba huo ugonjwa ungeelekeza kwa mauti. So there are sicknesses that do not lead to death. Kuna magonjwa ambayo hayaendi kwa mauti. Are you listening to me? Unanisikiza? Not every report of the doctor should make you worry or fear. Si ujumbe wote wa daktari ambao unafaa kukuweka wasiwasi. I told you when they said to Sue, my sister, that she has cancer of the colon, she asked the doctor, so my hair will fall. Kumbuka nikiwaambia vile daktari aliweza kumwambia Sue kwamba ako na kansa, akaweza kushtuka na kusema kwa hivyo maisha yangu yatakuwa hivi. I did not understand. The first thing that came out of her mouth, she loves her hair. She said, so my hair will fall. Kitu cha kwanza aliuliza ni nywele yangu itaweza kuisha. And she looked at her nails. So my nails will become black. Akaangalia kucha zake akasema kwa hivyo kucha zangu zitakuwa nyeusi. When we left the doctor's office, I asked her, what kind of a question are you asking? She said, you don't know chemo. You don't know chemo. I've seen people do come, hey, the hair swell, the nails become black. I said, did you receive the doctor's word in your spirit? Nikamuuliza, wewe uliweza kupokea neno la daktari katika kiroho? She said, I kind of believe because the results are out. Akasema siamini maana. She said, I believe because the results are out. Ninaamini ya kwamba iko hivyo maana results zinaweza kutoka. It did not get into my spirit. Nikasema ya kwamba mimi haingii ndani ya roho yangu. So I told her, believe it is not true. Nikamwambia amini ya kwamba si ukweli. But after I told her, I went to the bedroom and cried crazy. Baada ya kumwambia hivyo niweza kwenda chumba cha kulala na nikalia sana. When you are handling a loved one, is not like when you are handling someone else. When I'm driving back, I get her to the room, she's there, you know, powerless and hopeless. I got to my room, I slept on the floor, I cried, I asked God, God, are you serious? Nilipomwendesha gari nikamleta nyumbani, nikaenda kwa chumba cha kulala, nikaenda chini nikalia, nikamuuliza Mungu kusema kweli hii ni ya ukweli. And I kept feeling in my heart, no, don't receive the report. Na nilikuwa nasikia na ninahisi ya kwamba sifai kupokea huo ujumbe wa daktari kwa moyo. So we are going to see several doctors. Nikamwambia kwamba tutatembelea madaktari wengi. We must verify the first report whether it is true. Lazima tuangalie kama kwamba huu ujumbe wa kwamba kwa kwanza kama ni ukweli. Cutting a long story short. Kuweza kumaliza hiyo hadithi. We did 6 tests. Tuliweza kufanywa vipimo 6 in big hospitals. Katika mahospitali makubwa. And I still remember the last doctor speaking in a language like Rwandese or Burundi. Na ninakumbuka daktari wa mwisho akiongea kwa lugha kama ya Kirwanda ama Burundi. We sat in front of him for 40 minutes. Tuliketi mbele yake kwa dakika 40. He went through every result we brought. Akaweza kupitia majibu yote ambayo tuliweza kuleta. An oncologist. Na oncologist. He went through everything. Akaweza kupitia kila kitu. Underlining with a red pen. Akiweza kuweka laini na kalamu nyekundu. And then he called Lancet. Na kisha akaweza kuitana. Lancet is the biggest laboratory from South Africa that is in Kenya. That gave the first report that the colon has cancer. Lancet ni wale ambao waliweza kupeana hayo majibu ya kwanza ya kusema ako na cancer. And he asked them, akaweza kuwauliza, can you go to reference patient number this was admitted at Radiant this time, and go to her file and go to page number 6. Akaweza kuambia warudi katika file ya Sue. And then he said, akasema, how did you come up? Akasema mliweza kupata majibu kama hayo? With a conclusion. Na kumalizia na kusema hivi, colon cancer. Ya kwamba akona hiyo cancer. And they talked their languages on phone. Na wakaweza kuongea kule simuni. And he said, I send you back to that laboratory. Akasema na kurudisha tena katika hiyo laboratory. Get the final result. Ukaweza kupata zile majibu ya mwisho. And we got the final result. Na ukaweza kupata majibu ya mwisho. And he said there is no trace anywhere whatsoever of cancer anywhere. Hakuna mahali panaonekana hata dalili ya cancer. And Sue is there asking, so am I coming for clinics? He asked for what? Which clinics? Na Sue alikuwa hapo akiuliza, basi nitakuwa naweza kuja kwa clinic. Bana namuuliza clinic gani? He said, which clinic? Clinic gani? I said you're not sick. Nikamwambia wewe si mgonjwa. I said you don't have any trace of cancer. Nasema hata una mfano wa cancer. You don't need a clinic. Hauhitaji clinic. See, don't even begin. Believers, wacheni kusuggestia shetani mawazo. Hadi unampea mawazo ya vile atakuafflict. Wewe mwenyewe unampea ideas. Unamwambia shetani vile ninaonelea hii ipeleke namna hii. Stop. You better become a believing believer. Kuwa
anaamini, believing believer, kuwa muumini anaamini that what the word of God says about you is true. ya kwamba kile neno la Mungu linasema kuhusu wewe ni ya ukweli. I woke up that morning with the word of God in my spirit. Niliamuka asubuhi hiyo nikiwa na neno la Mungu And katika I roho. met her at the hospital. Na hukule And I told her, hospitalini, God told me today, na Mungu we akamwambia, will Mungu have a aliniambia different report. leo tutaweza kupata Ananiangalia zile za report pasi, hata tofauti. kama wewe ni pastor, elewa hii kitu mimi ni dadako. Hii kitu nilimwambia Mungu ameniambia. I told Bishop, I woke up Bishop, I told Bishop, God has spoken to me today. He said today we are receiving a better report. And I tell you, that is the day the doctor declared there is nothing. Nikamwambia Mungu ameninenea na amesema leo tutapata matokeo tofauti. Not every sickness is unto death. Si wa ugonjwa wowote ambao unaambiwa ni ugonjwa wa mauti. Not every report the doctor gives you is a final report. Sio ripoti yoyote ambayo unapewa ndio ya mwisho. Did you know that even God himself told Hezekiah you will die? God. Kama unajua Mungu mwenyewe aliambia Hezekiah utakufa. God sent prophet Isaiah, not any other prophet, prophet Isaiah. Prophet Isaiah ukisoma prophecies zake hata uzielewi, ujia natoka east ama anaenda west. Prophecies za Isaiah ni ngumu kama Revelation na Ezekiel. Ni watu wenye ukisoma prophecies zao unakuwa confused. Unasema is this mine or for someone else? Unajaribu kutafutilia hapo ninaweza kuwa naingililia wapi kwa hii prophecy. You don't even understand. He sends prophet Isaiah anamwambia go and tell Hezekiah to put his house in God. Put his house in order. Kwa sababu siku zake zimefika. Hezekiah akasema I don't pick such reports. Hata God unajua sio kama hizo. Hatujafikishana hapo atukuje unichukue hivyo kama kuku bila mpangilio. No, a believer's death is not like that. Kifo cha muamini hakikui hivyo. Do you know even Paul was saying that he's about to be poured out like a drink offering. Hata Paulo alikuwa anasema ako karibu kumwagwa kama kinywaji. When he's about to come to his death, Paul knew he's dying. Paulo alijua anakufa siku zake zilipokaribia. A believer's death is not like a chicken. Unajua kuku, mgeni anaingia, kuku ilikuwa tu ziara zake huku, ikula mahindi pale, ikula mahindi pale, ikikula mahindi pale, hata haina story ya kwamba hiyo siku ndio mwisho wake. Iko tu inakula kule ikifanya kwa mother-in-law anaingia. Joroge, kimbia pale, chukua kuku, chinja, inakufa hivyo tu inakufa, inakuliwa. That is not the life of a believer. Not every sickness is unto death. Maisha ya muumini hayafai kuwa hivyo, sio ugonjwa wote ambao unafaa. Receive your healing today in Jesus name. Pokea uponyaji wako leo katika jina la Yesu. And some diseases are so demonic. Na magonjwa mengine ni ya kishetani. If you see anything the doctors cannot be able to see with their machines. Ukiona chochote ambacho madaktari hawaoni na mashine zao. So one of my daughters said to me, I've gone to the hospital, they're checking on me, the arm is not working. They've done, I think like around 6 tests. And I'm telling her, unatoka hiyo hospitali wanakuambia kuna kitu, scan, CT scan, MRI, umefanya zote. Wanasema hakuna kitu, and she's insisting kuna kitu. And I'm telling her this is demonic. What the machines cannot see is demonic. Kile chochote ambacho mashine hazioni, hicho ni kitu cha kishetani. Number 2, what is stubborn? It can't live even via medicine. Madaktari wameona ni nini, wamekupea madawa, umeishi hapo ukimeza tembe na haiishi, it's becoming worse. It is demonic. Bring it to the altar. Run to the altar. That is why when a believer tells me I did not come to church, I am sick, I say this doesn't know church. This one doesn't know church. Church is a place where sick people come. Kanisa ni mahali ambapo watu wagonjwa huwa wanakuja. It's a place we come so that God deals with the hard matters even of our health. Ni mahali ambapo huwa tunakuja ndipo Mungu akaanza kushughulikia mambo yetu hata magonjwa. We don't just come to church to fellowship, we come to church to be healed. Tunakuja kanisani si kuomba tu lakini tukaweza kupona. So when you're sick your legs can take you to a health facility. Then when you're sick your legs can also bring you to the house of God. Kama uko mgonjwa miguu yako inaweza kukupeleka hospitalini. Mbona hiyo miguu isikulete kanisani? And if you're so sick that you cannot be able to go to a health facility and you can call a friend and tell your friend come pick me and take me to the health facility, then also you can call a friend and tell them take me to the service so that I can meet with the power of God there. Vivyo hivyo ukiwa mgonjwa unaweza pigia rafiki yako vile unampigia kupeleke hospitalini, unaweza muita kupeleke kanisani. Church is the place we come to be healed. Kanisani ni mahali ambapo tunakuja kupona. The Bible says and the power of God was present for to heal. Ana Biblia inasema na nguvu za Mungu zilikuwa mahali hapo zikakuweza kuponya. For to heal. Ikaweza kuponya. One of the reasons why God comes so down when we are worshiping is because he wants to heal somebody. Maana sababu moja Mungu anashuka hapa mahali tunapoabudu, maana sababu anataka kuponya mtu. One of the reasons when we come when we are praising and dancing is
upepo wa Mungu ni wa kuponya magonjwa So yenu. don't allow the enemy to make you stay at home when you can bring it here Usitikie shetani akwambie ukae nyumbani na unaweza kuleta and hapa believe God for healing. na kuaminia Mungu kwa I uponyaji. declare to you that you're not going to heaven anytime soon. Ninakwambia kwamba hutaenda kule uko mbinguni This ministry karibuni. called JGTC has a record that is in heaven. We don't bury people hivyo. Us, we are not known for that. Tuko na rekodi ya kwamba huwa hatuziki watu ovyo ovyo hivyo. Satan, I rebuke you. Shetani na kumkemea. Because he knows how to change testimony. But I declare to you, this ministry, Jesus Gospel Transformation Center, one of the graces God has given us is long life. Nataka kuambia kwamba kama kuna kitu Mungu ametupea kama wana JGTC ni kukaa katika maisha marefu. That couple we are going to launch to be their spiritual parents. That day we were talking, we prayed, we finished praying, we said, okay, we'll come on that first week of March, we'll come. I was so excited. I'd even given Pastor Ruth to preach the first week of February because I was thinking it's the first week of February we are going. I realized on Saturday, it's not that. I told her it's not that, it's the first week. So we finished praying and they said, oh, pray for one of our members. Her name is Eunice. They said Eunice is in a critical condition. She's been in ICU under machines and oxygen for 2 weeks and she's not responding at all. They said we're in such a situation where we don't know what to do. We held hands. Bishop said she won't die, she will live. That was on Tuesday. Someone who's been on machines for 2 weeks, not responding on Tuesday. On Wednesday they text us. They said to me, Mama, Eunice ametolewa kwa machine. On Thursday, Mama, Eunice ametolewa ICU, ako ward. On Friday, Mama, Eunice amereleasiwa. Nikakumbuka huo wakati tulikuwa tunaenda tukiomba, wakatuambia tukaweze kuombea Eunice ambaye alikuwa amewekwa kwa mashini kwa wakati mrefu, na tukamwambia tuombe pamoja na tukaweze kuamini, na baadaye tuliweza kupata ushuhuda ya kwamba Eunice ameweza kutolewa kule kwa mashini. You will not die. Hautakufa. You will live. Utaishi. To see the goodness of God. Ukaweze kuona wema wa Mungu in the land of the living. Katika nchi. Calamity and accidents will not meet you on the way. Vitu vibaya kama ajali hazitakutana nawe. You will go where you are going and come back safely. Utaenda mahali ambapo unaenda na kurudi. And praise God in the midst of the congregation. Utaweza sifu Mungu katika ibada. And every report of the doctor. Na ujumbe wote wa daktari. In the presence of God. Mbele ya Mungu. The Lord can reverse it. Mungu anaweza badilisha. If you believe him today, he can reverse it. Ukiamini leo inaweza badilishwa. If you believe him today, he can change it. Ukiamini leo inaweza badilishwa. Yes, I know. Let me give you her story. She came to me, she says to me, Mama, I'm pregnant. I said, okay, you're pregnant. She said, yes. She said, this is not the problem. I said, what is your problem? She said, my problem is this. The doctor said I can't carry this pregnancy to term. I said, why? She said, because I have very bad high blood pressure. And they said, if I carry it to term, they might lose me or lose the baby or lose us both. I said, kneel down. She's there. Ask her. Mama Abby. Ask her. From the day we prayed to the day she delivered, never had pressure even one single day. When the doctor said they can either save her or save the baby, and you know, in saving the baby, what they said, they are telling her about this baby in 2 months because you will die. She told them, I'm a believer, I cannot abort. Akasema hawezi kutoa mtoto. I'm a believer. But now when she goes Keheri, she wonders, nimeambia daktari siwezi toa, mimi naamini, lakini wamesema hiki kitu itaniua. So where does she run to? To my office. She says, Mom, they said I will die. Akasema nitakufa. Or the baby will die. Ama mtoto atakufa. And they gave me an option. They said we remove the baby, we terminate the pregnancy. I said, you did good to stand with the word of the Lord. Ulifanya vizuri kusimama na neno la Mungu. This Kaabi you see here tunakapebanga huru. Kalikuwa katolewe ati kwa sababu mama aseviwe. She knelt down and I told her we rebuke that spirit of blood pressure from month 1 to month 9. Alipiga magoti na tukaza tutaombea hiyo pressure kutoka mwezi wa kwanza hadi wa mwisho. Safely. Akakuwa sawa. There is healing power in the blood. Kuna uponyaji katika damu ya Yesu. Receive your healing in Jesus' name. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. And don't you own any sickness. Na usiweze kuchukulia ugonjwa kama ni wako. Sio wako. Don't even own doctors. Hata usichukue daktari ni kama daktari wako. My doctor, my gynae, my dentist, my. Why don't you talk about Jesus who is your doctor? The Bible calls him
ni Bible calls daktari. him the great physician. Biblia inasema yeye ni daktari wa kipekee. My doctor said, Daktari wangu alisema, my gyna said, gana wangu alisema, my dentist said. dentist alisema. You own until you own doctors. Unawachukua mpaka daktari. Hey. And you hardly tell us what my pastor said. Na usemi vile pastor wako alisema. I think your pastor is talking a good report than your gyna. Mchungaji wako ananena kitu kizuri kuliko huyo gaina wako. Praise God. Bwana asifiwe. Are we going to do building capacity? Okay, here we are. Let me go quickly. Say, listen to me. Listen to me. Msikize. When we are talking about new levels this year, Tunapoongea kuhusu kiwango kipya mwaka huu, your level will not go beyond the capacity you have built. kiwango chako hakitaenda kupita ile nafasi umewekeza. That is why I want to stir up the church the next 1 month of this month of March that we are coming in. I want to stir every believer to build up your capacity. Ndiposa nataka kukoroga kila mtu katika hii kanisa, ndiposa tukaweze kuwekeza nafasi. Because sometimes God might pour out too much and it crushes you. Maana Mungu anaweza ekeza mingi ambayo imepita kiwango kile Because you did umeweka. not build ability. Capacity is simply ability. Hiyo capacity ni hiyo uwezo wako. Ability to contain Uwezo wa kuwekeza what God is doing in your life. kile Mungu anatendea maisha yako. Ability to contain a breakthrough. Uwezo wa kuwekeza huo upenyo. Ability to contain a move of God over you. Uwezo wa kuwekeza huo move ya Even ability to carry anointing. This man called Elisha, he did not upako ilimwagiki, ilikuja tu, ikakuja manto ikaanguka, akaichukua, asema the God of my father, Jordan ikapasuka, akaenda ile side nyingine, akaona haya kumbe hii kitu inawakingi. But aja build capacity, alipopatana na watoto 42 vijana ihe. Do you know those boys were not supposed to die? Hao vijana wako wanafaa kufa. Those boys were very innocent. Walikuwa vijana ambao I mean, boys can say anything. Na unajua vijana wanaweza sema chochote. They can say I told you another day I was going for a mission. I was in the matatu there at Gilgil. They came at my window. They said those are not boys, they were hawkers. I was busy reading a magazine. I didn't open. You don't hautaki kununua? Oh, amba unasoma eulogy yako. That's what they say. Ninakumbuka nilikuwa naendesha gari yangu na wachuuzi wakakuja kwa dirisha na kubisha. Sasa huyu ni mtu unajibizana naye kwa kweli. Sasa Elisha hakufaa ajibizane na vijana wenye wanamuita kiparangoto. That is why when anointing comes lazima ikuje ipatane na moyo wa mtu ambaye huyo mtu anaweza beba upako. The anointing is to build, not to destroy. Hiyo upako ya kushinda kusema nimekulaani, hautawahi inuka, hautawahi barikiwa. Why don't you translate it to blessing people? Huo upako unafaa ubadilisha ukweli wa baraka na kubariki watu. Paul says that the authority God has given us is not for destroying but for building. Paulo anasema huo upako tumepewa na Mungu si wa kuharibu ila wa kubariki. So you have to build capacity for the move of God over your life. Lazima uwekeze nafasi hiyo ukaweze Mungu akaweze kuwekeza ndani yako. Mungu anaweza chukua peleke level nyingine, kukupeleka tu level nyingine tu hivi. Hauwezi ukapitia barabara iko na vumbi. Hauwezi unaanza kujisikia. Can we appreciate Kiswahili imekuja? Thank you, sit down. Can you appreciate her? She's coming up so powerfully. Amen. God bless you so much. Amen. Kuna watu ukiona tu kidogo tu ati hata ameendesha gari, asema hii gari iwezi kupitia kaka barabara kenye kuna matope hivi, kana shinanga kila saa kana mawe, hata mahali pa kupark tunajaribu kupark, gari baadaye iende inadhirifa. Dhirifa is doing this instead of moving. Yeah. Kuna watu capacity ya kile mtu anataka, and I want to challenge all of us because I perceive in my spirit this year is going to be different. I tell you, and I'm not telling you to encourage you. I'm telling you because I know what I'm feeling in my heart. Ya kwamba huu mwaka kwangu mimi sijui kwako, but huu mwaka kwangu mimi ni tofauti kabisa. It's gonna be a different year for me. And I'm so prepared. Nimejipanga sana kiroho. Nimejipanga sana all around to see God lift me to the new level he wants to take me. Praise God. So but kuna levels Mungu anaweza kukupatia badala zikujenge zikucrash. Tu vitu tu tudogo Mungu hata twingine anakutest. Aone unaweza behave aje, akiongeza kidogo, anakupeka kidogo level tu kadogo, anakuingiza tu ka step kama haka na kale. Alafu anaanza kuona hadi attitude imechange. Ile bishop anasemanga tuongee kwa nyumba hata ya Mungu hata uweze muita God, unamuita God. Father God. Father God. Hadi English yako imechange. Hadi unakuja maombi unaongelesha Mungu na
omnipresent, chana na vituko. Kuja mbele ya Mungu, be yourself. Just be yourself. Praise God. I think God sees a lot of drama in heaven. Yeah? I think if God would just come to us and say, "Ai bana, niongeleshe ni kama unaongelesha binadamu. Wacha kuongea vinyo unaongea, hadi unabadilisha sauti." Just pray and pray nicely. Praise God. God, do you remember the parable of the story of the parable of the talents? The Bible says, and God gave them according to their ability. That is capacity. Mungu akawapatia, moja akampea 5, mwingine akampatia 2, mwingine akampatia 1. Anasema according, unaweza shangaa kwa nini apatie ule 5, 2, ule 1, but the Bible is clear. The Bible says according to their capacity. Ule wa kwanza alikuwa amejenga maso zake to accommodate more talents. Huyu mwingine amejenga kiasi to accommodate 2. Huyu mwingine amejenga kiwango ya 1. Na ndio ujue Mungu alikuwa anawajua huyu wa vividly. Na Wanjiro alikuwa ameenda London, anakaa kishinda akiambia watu huko, my spiritual mother aliniombea, my spiritual. Siku moja wazungu wakamwambia, no spiritual mother wako si tumwalike huku London. So wakamwalika. Mama Ann akakuja akatupata Samima. Alikuwa ametoka Nyahururu. Nyahururu ndani nilienda bari ya bwana yake. I can't even trace my way back. Akakuja akatuambia ameinvitiwa London na hajui. Akasema sasa mimi anacheka, akasema sasa mimi Mama Ann ati naenda kuhubiria wazungu. Tukamuuliza, is it difficult? Akasema number 1 sina passport. Hata wanasema ati nitayarishe visa sina. Bishop akampeleka through all those processes. Passport, we called our son who was there working there. He left for another assignment. Then akampeleka mambo ya visa. We finished everything, wakalipa ndege. Mama Ann akaenda. Before aende alipitia Samima kama leo anaenda kesho, akauza sasa nikifika huko ni wahubirie wale ni wazungu. Na ni kabisa hiyo kanisa ilikuwa na wazungu, Wanjiro peke yake ndiye alikuwa Mwafrika. Anatuonyesha foto. Anasema nikifika huko ni wahubirie nini? Tukamuuliza wazungu wakikuja Kenya waende Karachonyo, wanahubiringi na Kijaluo, wanahubiringi na Kizungu, inainterpretiwa na Kijaluo. Wakienda kwa Kisii wanahubiri Kizungu, inainterpretiwa na Kikisii. Tukawaambia ukifika huko hubiri Kikuyu, Wanjiro wako atainterpret na Kizungu. Anasema na siku nimefikiria hivyo. Do you know alienda akapreach church to church 2 months na Kikuyu. Wanjiro was interpreting. That is why language should not be a barrier for you. Usijali na mambo ya lugha. Kama huna, hata kama unasemanga si badala ya sha, usijali. God is in the details of you saying si sha. Praise God. But according to, that's why nikisema Kojorithia, don't worry, ask your neighbor. Even if I go to preach to the whites, I'll tell them Kojorithia is what after I've talked. Listen, Kojorithia is ule, ukiangalia hiyo story unaona huyu mtu kabisa Mungu alikuwa anajua ability yake. Imagine hasara yenye angepelekea Mungu, angepewa 5. Kama Mungu alikasirika ati 1 hakuojorithia 1, Mungu akakasirika akanyang'anywa 1. Hebu imagine kama Mungu angepatia 5, ile hasara huyo mtu angekuwa mpelekea ufalme. So listen to me, new levels are coming, but build your ability. Build your capacity. Give God more room to pour in more. That woman mwenye alikuwa kwa 2 Kings chapter number 4, maandiko inasema kwamba wakati alikuja kwa Elijah, Elisha akasema kwamba uko na nini? Akasema niko na kajaa kadogo kama mafuta. Akasema enda uboro barrels or whatever, drums, whatever it is, borrow from your friends, from your neighborhood. Akaenda akaleta, and the oil began to be poured into the barrels. Ilimwagwa. The Bible says alipofika ya mwisho ikajaa, the oil stayed, ikawacha. So where was the problem? It was not with God. The miracle was ongoing. Praise God. It was not in the jar. It was still producing. Where was the issue? The issue was with the ability the woman has presented before God. If she came with 10 barrels, God filled 10 barrels. After that, Mungu angempatia ingine ingekuwa ni kupoteza. Because ingekuwa wapi? That's why when you build your capacity, what God gives you, it's not going to crush you, and you're going to be able to sustain it. See, the blessings of God are not for use only. They are to be sustained, to be used by someone else, and for another generation.
Praise God. Munanisikia kanisa? Build your capacity. And how do we build our capacity? We pay the price. Pay the price. If you want to become abnormal, pay abnormal prices. Are you listening to me? You're going to become great. Number one, how do we build capacity? Right knowledge. Right knowledge. What are you expecting God for? Iyo area unataka Mungu akuinue. Iyo area unataka Mungu akuongezee. What kind of knowledge and information are you gathering about it? You know, it disturbs my heart. Wacha niwaambie, inasumbua moyo wangu ya kwamba kabisa unaweza ona mama analea watoto na hata hana scripture 2-3 zinaweza msaidia hata kuombea hao watoto. Akipiga magoti analianga tu mwadhani taidia Wajiro, mwadhani taidia Kamau, mwadhani taidia Jeni. That is not prayer. That is a joke. Prayer is when you return the word of God back to him. That is prayer. When you tell God, God, the Bible says that my children will stay in your presence all the days of their life. That is prayer. Now you are talking God's language. You filled your heart with knowledge and your spirit understands it so well. Ya kwamba ile kitu Mungu amesema kuhusu watoto wangu, that they shall become. You pray and you tell God, Mungu ulisema ya kwamba watoto wangu they shall be great and mighty in the land. I'm not taking anything else less or shorter than that. They shall be mighty in the land. Listen, ukiona mtoto wako anaenda direction mbaya unakumbuka they shall be mighty. You have to fill your heart with right knowledge. That's why I say not just knowledge, right knowledge. And the first right knowledge is the Bible. The second right knowledge is any book that has a foundation that is biblical. I didn't say novel. I said any book that has a foundation that is biblical. That is why hauwezi ukakuwa kwa ndoa na kwa maisha yako yote uje soma kitabu kadogo hata ka 4 pages. I know we are not all readers. But I beg your pardon. Kama unashindanga Facebook ukisoma stories za watu walisema nini, waliandika nini, walipost nini, wengine ni paragraphs mrefu, wengine ni nonsense mingi, na unaweza soma. Hauwezi ukapata kitabu ka 3 points for successful marriage. Kanaweza kukusaidia. Right knowledge is very important. Praise God. And right knowledge goes far beyond even a book. Supposing you want to start a business, don't just go and start a business. Nimesikia ni kama Mungu amenenenea nianze biashara ya maziwa Kiambea. Right knowledge is important. Amuka, tembea, anza kujua hii Kiambea. Kuna watu wengine wanauzanga maziwa. Ujue how many vendors do we have? 5. Number 2, wanatoanga wapi maziwa yao? Number 3, wanauzanga hiyo maziwa pesa ngapi? So that you know mimi nitatoa yangu wapi. Ndio nikuja hata ni introduce siku hizi za President Ruto hakuna sumuni. Siku zetu kuna kitu ilikuwa inaitwa sumuni. Na hata ukiweka kitu bei chini na sumuni peke yake, people will buy. Ushiona kitu imeandikwa ati price 2000 shillings. Alafu mwingine akwambia ati price 1999. Unaonanga hiyo 1999 kama akili yako ikuambiangi those are marketing tactics. Akili yako ikuambiangi, but unaona product ni same. Huyu ni 2000 na huyu ni 1999. Sininunulia 1999 na una save 2 shilingi yenye huwezi kununulia Tropical. Unajua Tropical ni shilingi 5. Shilingi yenye huwezi kununulia Tropical, but the fact that you have seen it is reduced price, unaenda for that one. Knowledge is important. You don't just wake up and say nataka kuweka biashara. Unaweka biashara, what is the demand, so that you understand the supply. Usianze kusema kwamba nataka kuweka biashara ni maziwa ninauza, ulete maziwa crate 50 siku ya kwanza, uja build customer base. Alafu usianze kuharibika. Bishop niombe, ni kama the devourer has come. The devourer has not come. You are the devourer. When do you devour yourself? You're not gaining right knowledge. Praise God. Naonanga watu wameka hoteli mahali, naambia Bishop huyu amepoteza. Umeka hoteli mahali hakuna watu at all. Yani east west north ni kama ni wilderness. Unashindwa nani atakuja ingie kwa hiyo hoteli ati iko na mahali pa kulala, akitoka wapi, akitaka nini? Hawezi, it can't happen.
Unaona mtu anaenda anasema nataka kuweka supermarket, mahali unaweka supermarket. Even the area, that area, ukiangalia watu wa hiyo level sio wa supermarket, watu wa hiyo level ni wa nusu mkate, nusu sukari, nusu majani, nusu kijiko ya mafuta. Give them that. Give them that. Okay? Up to you. I'm trying to help you build capacity by right knowledge. No. Wale ambao mnataka kuingia kwa ndoa, read books, listen to podcasts, listen to men of God and women of God who talk on marriage. They are there, they are grace. Mi yangu ni ya kupitia. Kuna wale Mungu amepea mafuta imeiva, ni ya marriage pekee na kukutayarisha. Usingoje ati ile siku umeleta mtu ndio tunakuambia kuna mtu fulani anafanyanga counseling, we need 12 counseling sessions, go to Ngara, meet this person later. No, prepare yourself before. See, some people look at this Joash. Joash anaenda, mfalme anamwambia pick the bow, anapick. Draw the arrow, anadraw. Alafu the Bible inafanya makosa kusema ati mfalme anamshikisha mikono yake. And he's a grown up and he's a king. Anamsaidia kushika the bow. Mfalme anamsaidia kushika the arrow. Mfalme anamsaidia kushoot. And I believe that is the level at which most of the members of the church are. That kila kitu bishop alisema new level. Bishop ataris grace for new level. Jesus atatuombea new level. Pastor atatupreachia new level. Hiyo ingine ninangoja. Build capacity, wacha kungoja. Build capacity. Don't wait for us to get to the place where ndio unaingia kwa ndoa unasema na mbona ya bishop inakanga ni kama haina mawimbi na hii mastorms. Mbona yangu imeanza mastorm na 6 months? Did you build capacity for it? Praise God. Are you listening to me? Have the right knowledge. You see this man unasikia anaitwa Paulo, tunasomanga maandiko yake, tunaianza unasoma ingine ni ngumu hata uielewi, ukisoma kichwa inauma unaenda Psalms. Anasema wacha niwachane na Paulo, wacha niende kwa Daudi, tunaelewana. Paulo unasomanga maandiko yake kama uko ndani ya roho, huwezi ukaelewa chochote anasema. Huwezi. It requires a depth in the spirit. But that man alikuwa na siri. Let me show you his secret. Alikuwa na siri. Let's read 2 Timothy 4:13. Second Timothy 4:13. Tuko hapo. Sikia vile anaambia Timothy. Anaambia Timothy, bring me the cloak. Nguo that I had left with Carpus at Troas when you come. Hapo ingine anasema bring me what? Anasema niletee nini? This guy was reading. This guy was studying hard. Anasema bring me the books and especially the parchment. Is the parchment? Some version says the notes ameandika kwa a leather place. Alikuwa na leather kanini anaandika notes. Those are the parchments. Hata alikuwa anaandika notes. Wewe unakaa kwa kanisa, you absorb everything. Saa hii tukipata naye pale nje nikwambia tulisoma wapi? Palikuwa na Joash. Tena nilisikia Elisha. Alafu nilisikia mwanamke mwingine nilisikia ni kama alikuwa amebebana na jag. You don't even know where for reference. You can't even read it after this. Paulo mwenyewe alikuwa na parchment mahali. Also bring me my books and especially the papers. Hizi papers zile notes alikuwa anajiandikia akisoma, anasoma Bible na kwa notebook anaandika kitu, anasema vile nimeona hapa nimeielewa hivi. Anasema watu wengine hapa wanasomanga Bible hururururu pa hurururu pa hurururu, inaisha 10 chapters, ataka kitu kamoja umejot kando ukalan hakuna. You're not building capacity. Praise God. Build capacity. If you're in the marketplace, get to know what is happening there. Wacha kuweka kichwa chako kwa mchanga kama ostrich. Ukisema kwetu kanisa tunaombanga na ndimi, tukiingia kuzikwenda tunazikwenda. Huko market ukishaongea na ndimi hapa, chanuka kule. There is a wisdom needed there. And the wisdom needed there is very important. We might not teach it here, but you can learn it. Praise God. Sometimes even knowledge is by observation. Just by observation. Watu wanafanya biashara namna gani? Huku kunaendeleanga namna gani? Just by observation. And sometimes by asking. That is my second point. Build capacity
by following those who are ahead of you. Ask questions. Ile wakati tulienda hiyo kanisa ya KCC, walikuwa wameleta branches zao za makanisa mengi around Nairobi. Kwa hizo because it was the anniversary, so they had all come, like around I think 7 pastors. Tulikuwa tunamaliza mkutano hivi, the man of God ananiambia, Pastor Sally, tunaenda, we were taking lunch kwa nyumba yake, anaambia wachungaji tuko na mkutano. So me I thought, nikamwambia nimefikiria tumemaliza kuomba, tumemaliza kuhubiri, tuko na mkutano mwingine. Akacheka akaniambia, I cannot allow the wisdom God has given you uende nao back Ruaka. In between session, breakfast, we finish a meeting between that 1 hour, and I gather all the pastors, sitting room, mbio, anasema, the woman of God is here, ask any question. I loved it. Ask any question. And they would ask, this one would ask about ministry, this one would ask about family. In 1 hour, I have mentored 7 pastors. Nimefikiria imeisha, tumeingia mikutano ingine, tunarudi lunch. Anasema, pastors, tupatane kwangu, tunaenda. Anasema, before we eat, the woman of God is here, ask questions. We did that daily. We did that because there are some things I might preach there, they're not relevant to the pastors. But when in that sitting, it is relevant. Ask questions. You that wants to get married, ask questions. Wacha kujifanya unajua. In generation, kitu moja makosa kubwa, you are good in some aspect and you're also bad in some other aspect. One of the undoing of this generation is that you think you know and you don't know. You think you know and you don't know. You look at us, unasema sisi ni old school, hakuna kitu tunaelewa. Wacha nikuambie, ile wisdom tuko nayo, hauwezi ukatufikia. Number 1, some of the things you are experiencing right now at your age, we experienced 30 years ago. And we overcame. Ask us. Yeah, ask us. Don't pretend you know. You do not know. Haujui. Unafikiria unajua na haujui. Ati kwa sababu kuna information overload. Ukitaka, and Google tells you everything. IG tells you everything. Facebook tells you everything. TikTok shows you everything, mentors you everything. Woe unto you if TikTok is your mentor. Woe unto you. You are doomed, you are done. TikTok. Watu wa TikTok sio watu serious. Hata bishop akuja kuniambia mtu wa TikTok alisema atamalizangi, na mwambia TikTok? No. They are not serious. I don't take them serious. They are there to gather views and followers. And you are there saying, my mentor is in TikTok. Atuwa na kumenta huyo. Ask us questions. It is in asking that you gain knowledge. Praise God. Do you know, whatever mnasema vitu mpya zimekuja. Do you know Ecclesiastes anasema that that which has been is what will be. That which is done is what will be done. And there is nothing new under the sun. Niulize, hizi belly bottom umeanza kuvaa saa hii nimeona zimetokea. Hapa iko tight na pale chini iko hivi. Ilikuwa 1970. Niulize, 1970, 1980 tulikuwa tunavaa belly bottom. Belly bottom. Saa hii mko na jina ingine ni belly bottom. Hizi mnaita jorts. Siku yetu tulikuwa tunaziita culotte. Yes. My sons wanasema nimeenda kununua jorts. Siku yetu ilikuwa culotte. We wore them in the 80s. Sasa mnaziona mnasema ati kuna fashion imekuja. Nothing new under the sun. We were there, we wore them. We wore them. So unakata akinaenda kushtua madhe na kidesign kimekuja, nilikivaa. Mimi mwenyewe nilikivaa, nilikibizana nakyo kikaisha. Tukaenda next version. Ask. Praise God. Wacheni kujifanya mnajua, hamujui. Motioe, hamujui. We have been there, we know. We know more than you do. Yani wewe sasa, unaweza kuwa umeishi miaka 20, mimi nimekaa 50, tunajua kuniliko. How is that? Is God even unfair? Is God even unfair? That all my life, 30 years nimekupita nazo, I know nothing. Am I stupid? Am I a fool? Am I cabbage? At least, kwa kutembea kwangu na Mungu, kwa kuangalia mambo hapa na pale, hata kwa kuangalia majirani for those 30 years, nimelearn kutoka kwao. So I know something you don't know. Ask us. In asking and receiving knowledge, you're building capacity. Listen to what Hebrews 13 says. It says, remember, 13:7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto
watching, we also follow faith by asking, mulifika hapa namna gani? Praise God. When we come here and Bishop and we tell you, me and Bishop, we are a woman and a man of faith. Some people think, oh, these people have all the money in the world. If you don't know we trust God daily, you cannot believe it. We trust God daily for our daily living. Because we have learned to walk by faith. If not, hata kanisa tungekuwa tumefunga. If not, watoto wetu wangekuwa wakufikisha form 4. If not, wangekuwa walipile arrears kwa shule yenye hatuwezi lipa. Follow. Whose faith follow? Ask your neighbor, whose faith are you following? Because in following someone's faith, you're building capacity. You're watching the way they pray. You're watching the way they read the word. You're watching the way they fear God and honor God with their life and their substance. You're watching the way they serve God. Whose faith follow? He says observing or considering the end of their conversation. That word means observing maisha yao inaendelea namna gani. You don't follow faith blindly. Am I talking to this generation? Some of the people you are following so carefully, one day ask them, where is your wife? Awana. They have wives, not even one, wives. Now you're acting, the man of God is powerful and anointed. He cannot manage one woman and he's powerful and anointed. Aye? Kwani mnanyamaza ni kama mko culprit? Yeah, he says, looking at, considering the outcome of their conduct. Imani ndio niko nayo, lakini result ya imani yangu mnaiona. Can you see the result of my faith? Can you look and say, this woman follows God, and I can see the conduct, I can see the fruit. I can see what is the byproduct of her following God. Sio tu kusema na follow blindly. We're not here to make people like they are brainwashed. We want you to understand you are following the man of God. Why? What is it that the man of God and the woman of God carry as far as all around life is concerned, that I can be able to partake from them? I said you don't tap, you partake. Tapping is not biblical. Praise God. I'm finishing. Jeremiah 6:16. Kuna watu wengine wameomba maombi yenye inafaa uulize, muliomba aje ndio mfike hapa? Mulifanya nini ndio ufike hivi? Ulipitia barabara gani ndio ufike hapa? Praise God. Ask. Gain knowledge by asking and following those that are ahead of you. I believe so strongly that a mentor should show you the way without hiding. Akwambie ndio barabara nimepitia, pitia. Akwambie hapo kuna shimo, utaanguka. Akwambie barabara iko na kabend, ukifika hapo enda kona. Samuel is doing driving. I don't know why. Okay, let me not say that. I think it's a family thing. But he's doing driving. But every single evening, I'm taking him around for the driving lessons with now our car. We get somewhere, I tell him, slow down, there's a bend. Because I'm taking him through routes I know very well. Barabara nimepitia miaka 8 tangu tukuje Mushadha, nazielewa hadi Kanunga huko kwenda Banana juu. Zingine kwenda Dumberi nazielewa, naweza endesha kama nimefunga macho. Namwambia uko karibu kugonga bump. Unajua kuna place zingine bump haiwekwi kwa nini? Kwa signboard. Namwambia tukikaribia pale weka brake, tutagonga, tuko karibu kwa bump. I know the road so well. So I'm able to guide him very well. Namwambia hapo kuna bend sharp, weka mguu kwa brake. Sio kama siku nyingine Kipto tunatoka naye meeting hapa tunaenda. Tumeelekea nyumbani na Kipto. Nimemwambia ni drive. Is it Kipto or Riga? One of them. Namwambia ni drive, ana ni drive. Tunaenda ile mto ya Gathanga. Vile tulianza pale Kiambia hururururururururu. Tuna accelerate na tunaelekea downhill na tunaelekea sharp bend. Ninajipata nimekanyanga brake wangu na sina brake upande wangu. Ninamwambia for crying out loud. Tuko kwa mteremko Kipto, tuko kwa mteremko. Namwambia kuna sharp bend, anasema that is it is Kipto. You know, he smiled and said that is the problem of driving drivers. I said no, it is not the problem of driving drivers. It is the problem of driving women of God and men of God who have carried destiny. Hatuwezi enda kugonga bend ya mto hivi hivyo na vile na kuanga sharp na speed yenye tulitoka na huko juu. We can't. So when I'm helping someone, I'm telling someone there is a bend. It's a sharp one. Slow down. There's a bump. Put your leg on the brakes.
I'm helping because I'm mentoring him as far as driving is concerned. And I've not taken him to a road I have not gone through. Siwezi anza kwanza kumpeleka hii barabara ya kwenda Denderu sijui. But zile nimepitia miaka 8 ndio kila jioni namwambia ingia kwa gari twende. Tunaingia hizo barabara nazijua hivi naweza funga macho nikueleze tunaelekea wapi. Therefore, you need people who you can follow because they have gone ahead. Sasa some of you are following each other. Do you know the anointing according to Psalms 133? Are you aware? According to Psalms 1, the Bible says what? It says that God commands blessing where there is unity. And then it says it's like the anointing on the head of Aaron flowing to the beard and then to the garment. The anointing flows vertically, not horizontally. It can't flow horizontally. It can't flow. Your peers can only sharpen you. Apakule. But nothing much. That is why if ukitaka kukua na ukitaka kama we ni kijana na umepata mchumba unataka kuoa, have a couple that is married at least 2-3 years ahead. You cannot haiwezekani. You cannot be uko na mtu unataka kuoa na uko serious na yeye na your friends ni singles. Marafiki wako wale tu mnashinda mkuuliza kuhusu mutura. How will mutura help you? Mutura itakusaidia namna gani kwa hiyo ndoa? Mutura imeiva. Leo joint ni gani tukakule? Have men who are grown up in that area. Let them mentor you. Munanyamaza hivyo kwa nini? Sababu mtaki kuambia. That is the truth. It is the truth. I'm not saying uachane na marafiki wako, but I'm saying at least ukuwe na huyo mmoja mwenye unajua ninamfuatanga kwa mambo ya kukua mentor na nijue njia hii ya courtship. Ndio ukipata kasichana sio siku ya kwanza umeanza kukaita sweetheart. Siku ya kwanza umekaona leo Facebook. Umemwanza messenger, hi sweetheart, are you normal? Do you know what sweet means? Do you want me to go there? No, let me say it. Kwani mnasema no? Kwani mnasema no? No, let me say it. I will say it. I'm the one who is having the microphone. Mimi ndio niko kwa pulpit ninaisema. Niseme, nisiseme. Ushawahi kula kitu ukakula ukauma. What did you say? What do you say? It is sweet. Ama it is bitter. It is so. Wewe umeenda kuita mtu mwenye umeona kwa photo sweet lini wapi aje ndio ukaanza kujua ako sweet. Listen to me, men. The moment you come with that approach, hey, my honey, my darling, my sugar, everything, first day. Hata mjei onana hivi kwa uso ukamwona kama nishai kuambia kuna one of my sons here sitamwangalia, wacha niangalie pale. Alipatana na msichana, sijui kama ilikuwa ni IG ama ilikuwa ni wapi. Wakaanzana ni kama inakuja kukua. Wacha zako wewe. That is something today tukiwa na asige we laugh about, yeah? So amelewa kwenye naelekea. Ikakuwa sasa tumepatana, lakini can we meet physically? Can we meet and have a tea, coffee, something? Uzuri, he had told me, I have sons who tell me things. Mama nimeona kasichana nini, oh okay. Hata nikapeleka out, oh okay. Wameenda out. Wamefika. Amerudi hivi. Kichwa haiwezi kainamuka. Kama shida nini akaniambia, hiyo ndio siku nilijua story ya filters. Mimi sikujua, nilisikia hiyo siku. Ati watu upiga photo alafu anaweka filters. Anajiweka tu madoido. Uso inakaa imenyoka anaweka tu eyelashes hana, anaweka sijui nini. Ule msichana akaamua kuingia roro mbichi. Alivyo. Kijana na mwangalia mza, ni wewe.
are you the one? Ni mimi. Ni wewe kwani tulipatana IG? Si ni mimi. Yani yule na huyu. Ngama kifo na usingizi. Hawafanani at all. Akaniambia I can't take that. Hapana hiyo sio samburi yenye nilikuwa ninataka, hiyo sichukui. Huyo ndio mtu umeona wewe ukaanza kumwambia you are sweet. When? How? Where? Hata huja meet physically kwanza ujue kama ni mtu nomo ama ni robot. Na umeanza kubuita majina matamu. Hizo majina matamu usiuweke. Ubuild hii relationship ifike mahali hata adeserve hiyo majina. Some of these names we work for them. You prove yourself that you are worth it. Young men, MK, I warn you. Nikikuja kupata maripoti tulienda kutafuta tusichana huko ukituambia my sugar. I will ask you, since when? How? Give them time. Give them space. Some of you think ati the more utamuita majina umubomband na majina mazuri matamu ati ndio utamconfuse. We are wiser than that. No, you can't confuse us. We are wise. We actually, let me tell you, Bishop alisema ya kwamba sijui men wanafia nini. Let me tell you what women fear. I'm talking for women. Women fear anything hasty. Inapelekwa mbio hata utaki tufikirie. That's a red flag already. Mbio hata utaki nifikirie. Umeanza kuniita majina makubwa yenye hata hujaita mtu wa karibu hata mamako. Hujawai ndio umeanza kuniletea, hujai niona. Come on, go slow. Just go slow. So some of these things, when you're building capacity, you will meet with someone who has gone ahead akamwambia, mademo wa approach wangu hivyo bana. Hiyo njoo umepita ni mbaya. Pita hii unaweza pata moyo wake. Lakini kama wewe you want to use common sense. Common sense will make you ordinary. Common sense will make you an ordinary person. Sometimes follow people who have knowledge. They know better. The Bible says that he who keeps the company of the wise will he himself become wise. You keep the company of the wise to become wise. You want to use your common sense, you will become ordinary. Kunaendangwa hivi, kunafanyangwa hivi, hii biashara naielewa, naenda kuchukua nyanya Kisii, nikuje. We have Pastor Idera here. Pastor Idera is a businessman and a woman since I knew her in 1993. She's been a businesswoman. So I went to her shop the other day. I don't know what we were talking. I was buying some cereals kupeleka kwetu nyumbani. Nikamwambia I don't know what we talked. Akaniambia anaenda kuchukua. I don't know, I called her and she was not available. She was not picking. So she called me. She told me nilienda kuchukua vitu zangu Thika. Nikamwambia unaenda kuchukua cereals Thika kwa nini? Ungeenda kuchukua Kamukonji. Akacheka. Akaniambia the difference between one sack in Kamukonji and one sack in Thika is 1,000. So today if I want to start a cereal business, I know who to take me where. She told me that it's 1,000, one sack. She has already made a difference of 1,000. Praise God. She has to look around and know, hizi za Kamukonji inatolewa wapi, hawa wanatoa wapi, and then she goes to the source. So some of you want to use common sense. That mimi najua vile inaendanga. Aujui, ask. Let's read that last scripture and then we go. I pray with you. Jeremiah 6:16. It says, 6:16, Jeremiah. Okay. Thus says the Lord, stand in the way and see, and ask for the old paths. Jenzi, oye. Oye. Hapa mshaambiwa muache ile mpya, muende kwa ile mzee. Ni kama ile mzee ndio itawafanyia kazi raundi hii. Ni Mungu anasema. Anasema stand in the way. Wacha kushinda ukisonga huko mbio huko kwa highway, ya super highway unakimbia. Anasema stand in the way and see. Ask for the old paths where the good way is and walk in it. Then you shall find rest for your soul. Sikia vile walisema, but they said we will not walk in it. Mungu ameshawaambia. And then muulize zile njia mzee. Mupitie hizo mzee na mtapata pumziko. Wakasema hatutaki hizo mzee. Tunataka hizi mpya zenye zimekuja juzi. Hizo mpya wakagonga ukuta.
It can take you more time to get to a level that would have taken you lesser time if you asked and gained the right knowledge and got the right person to follow and to mentor your life. Amen? Build capacity. I've given you 2 ways today only, but next time we'll continue. Can you stand up on your feet? See, this King Joash alikuwa anangoja kila kitu afanywe na mfalme na prophet. Namwambia inua bo, anainua. Kujeni mbele, anakuja. Leteni kichwa, munaleta. Tuwekelee mikono, tunawekelea. But there comes a time that the only thing we can do in your life is to release grace upon you so that you do what is needed for you to do to build capacity to receive what you need to receive. Praise God. And that's what I want to release upon your life today. Nataka niwachilie neema juu ya maisha yako. Ya kwamba kama kuna kitu unafaa ufanye, kama kuna hekima unafaa upate, kama kuna mtu anafaa kuja kwa njia yako akusaidie kuelewa barabara fulani, kama kuna kitu katika ile neno tumeambiwa kwamba I will do a new thing this year, hiyo kitu Mungu anataka kufanya a new level in your life. Maybe Mungu anataka uongezee maombi katika maisha yako. One of the way we build up capacity, the Bible says in the book of Jude, building up your most holy faith. Building up your most holy faith. And it says pray in the spirit, building up your most holy faith. So sa ile tunaomba katika lugha mpya, we are also building capacity within us. Praise God. So that wakati tuna build capacity ndani yetu, Mungu anaweza waachilia upako, anaweza waachilia levels za fedha, anaweza waachilia ability fulani ama skills fulani ama uweza fulani katika maisha yako, and you can be able to enjoy it all the days of your life. Isije ikakumaliza na ikacrash. Amen. Just lift up your hands before God, and I want you to pray for your life that God helps you build capacity this year. Some of you need to pray in this meeting that God, give me the grace to pay the price for my new level this year, because some of you have to pay the price. You cannot live a normal life, a normal life and expect abnormal results. You can't live just a common life and expect an uncommon result. Wengine wenyu kama unajua Mungu anataka hii mwaka uweze kupokea mambo makubwa, you'll have to increase your capacity in prayer. Some of you, if you're trusting God for great financial breakthroughs, you'll still have to trust God more even in your giving. Nothing will just come because Mungu amepeana neno, but you have to build capacity for it. Father, we thank you. Can you raise up your voice before him and talk to him and talk to him and talk to him? Whichever level you want God to help you, talk to him. Whichever level you want God to come through, talk to him. Wherever you want him to touch, wherever you want a lifting, a promotion, wherever you want God to visit you and give you certain breakthroughs, any area in your life that has become a thorny area. Mahali umekuwa unaambia Mungu, Mungu na hapa nimekaa kwa hii kiwango muda mrefu sana. Na hisi katika maisha yangu nataka uniondoe kwa hii kiwango, unipeleke kiwango kingine. Na hisi kwa moyo wangu ya kwamba nataka uniondoe kwa hii hali, unipeleke kwa hali tofauti. Na hisi kwa moyo wangu ya kwamba nimechoka kukaa mahali nilipo, nimechoka kukaa kwa level nilio, na nataka unipeleke kwa level ingine. Kama ni level ya struggling financially, kama ni mahali maeneo ya kuwa na ailments, mahali unaambia Mungu, Mungu ni leo unalia kama Batmaya, na unaambia Mungu ni leo unitembelee tena, uniguze tena, unionekanie tena, uniponye siku ya leo, uniguze na uguzo wako, unisaidie na msaada wako. Ninakuhitaji hii mwaka ya new levels, na kuhitaji mambo ambayo imekuwa imenikalia mahali pa kazi, na kuhitaji ya kwamba I will rise above it. Sitakaliwa chini na yule adui na yule muovu, sitawekwa chini na kugaramizwa na mashetani ya watu ambao huonea watu hata mahali pale kazini. Ninaomba ukaniinulie kiwango kingine juu ya maisha yangu, ukanipeleke kiwango cha juu, ukanipeleke kiwango cha kutawala, kwa maana unasema kwa neno lako that we are kings and priests so that we may reign together with you. Nipeleke mahali pa kutawala katika milki za kiroho na hata za kiasili.
hii ukanisaidie ewe Mungu siku ya leo. Na kuhitaji mwaka huu ni mwaka wa new levels. Na kuhitaji, help me build capacity, release your grace upon my spirit. Wachilia neema yako juu ya moyo wangu, wachilia neema yako juu ya biashara yangu, wachilia neema yako juu ya masomo yangu, wachilia neema yako juu ya ndoa yangu, wachilia neema yako juu ya maisha yangu, all around. Father, I need your grace. It is your grace that lifts men. It is your grace that enables men. Na hitaji neema yako ikanisaidie mwaka huu, ya kwamba ile level unataka niende, I will be able to pay the price for it. I refuse to live an ordinary life. I refuse to be an ordinary believer. I refuse to serve ordinary results. Ninaomba kupitia nguvu za Roho Mtakatifu ukanisaidie even to pay the price wherever I am required to fast. Nisaidie niingie katika seasons za kufunga na kuomba. Wherever I'm required to have intake of knowledge through your word, through the Bible, through inspiration books. Ninaomba ya kwamba ukanisaidie ewe Mungu kila sana kila wakati. Nisiwe nimezembea, ni mwaka niwe ninaweza kuketi chini na maandiko, niwe ninaweza kuketi chini na kusoma wale wametangulia, na kuelekea na kuuliza maswali na kuaiga. Let we be able to imitate those who have gone ahead of us and conquered battles. Father, I pray wale wanafaa kukua katika njia yangu ya maisha as my divine helpers, my Father, my God, naomba ya kwamba mwaka huu wale wanafaa kuwa my mentors ukawalete kwa njia yangu, wakanisaidie, wakaniwezeshe, wakanifunze katika jina la Yesu Kristo. Oh Jesus, I lift you. Jesus, I exalt you. Jesus, I praise you. Jesus, I honor you. Wengine wenyu mnasikia ni kama umekwama mahali, but God is
today over your life. Na mahali unasikia umekwama atakukwamia. Just come with an expectant heart. Open your heart to God because God is in our presence. Fungua moyo wako kwa Mungu kwa sababu Mungu yuko miongoni mwetu. Na inamfurahisha sana kukubadilishia majira. Inamfurahisha sana kukuinulia kiwango. Inamfurahisha sana kubadilisha hali yako, kubadilisha jina lako. Inamfurahisha Mungu sana kupatana na wewe mahali ambapo unasikia umekwama na kupeleke katika kiwango kingine. Inamfurahisha sana kukupatia favor ambayo hufungua milango. Inamfurahisha sana kukupatia kibali, kukufungulia njia ambazo zinafaa kufunguliwa kwa maisha yako ili experience the grace of new levels over your life in the name of Jesus. Lift up your hand and your voice to God because God is in our midst. He's in our midst to heal. He's in our midst to make whole. He's in our midst to deliver. It doesn't matter the report you have had. Haijalishi kwamba imekuletea hofu, but hear in the voice of God that God is the greatest physician. He said, I sent my word so that I can heal you. It is the word of God that you have heard today that comes to bring healing over your life. Na hilo neno linaweza kuondolea magonjwa ya aina yoyote. Hilo neno linaondoa hali zote. Hilo neno linaondoa ugumu wowote. Kwa sababu katika Mungu hata jangwani anasema ya kwamba anachimbua maji. He's God who is able that even in your wildernesses He's able to bring springs and streams of water over your life. Baba, tunakuamini siku ya leo tukiwa hapa na wana wako. Tunakuamini wewe ni Mungu ambaye siku ya leo umetuletea neno lako na hujalileta bure. Umeleta ili upone mtu. Umeleta ili ufungue njia ya mtu. Umeleta ili ubadilishie mtu majira. Umeleta ili ubadilishie mtu jina. Umeleta ili ubadilishie mtu hali. Tunakuamini tena kwa maana wewe ni Mungu wa kuaminiwa. Tunakuamini na hali za maisha yetu. Tunakuamini na kazi ya mikono yetu. Tunakuamini ya kwamba wewe ni Mungu ambaye unapasua bahari. Unaenda mbele zetu na kila milima unaileta chini. Unaenda mbele zetu na kila njia ambayo imeenda kombo unaistraighten kwa jina lako, kwa maana hakuna kitu ambacho ni ngumu mbele zako. Ulisema na Jeremiah, tazama mimi ndiye Mungu wa wote walio hai. Kuna jambo lolote ambalo ni ngumu kwangu? Hakuna jambo ngumu kwa Mungu wetu. I pray that today the grace of our Lord Jesus Christ, neema ambayo hufungua milango, itakufungulia milango siku ya leo. Neema ambayo hubadilishia mtu hali, itabadilisha kwa hao wana wa Mungu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba ukiondoka mahali hapa, jambo lolote ambalo lilikuwa ngumu, jambo lolote ambayo ulikuwa unaona ni mateso katika maisha yako, na ikaondolewe na upako wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba Mungu akatengeneze njia katika maisha yako, ambaye usikia kilio cha wana wake amekusikia siku ya leo, na hiyo ugumu ikaondolewe kuanzia siku ya leo. Milango ikakufungukie. The doors that you have been knocking, may you knock them this week and may they open up for you in the mighty name of Jesus. Wale wamekuwa kiomba Mungu, I need establishment, naomba ya kwamba Mungu akuestablish. May God make a clear path for you in this year, in this week, in this month. Tunapoanza mwezi wa March, uje hapa na habari njema katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu naomba ukasonge mbele yao. Watazame kila na mmoja, ukasonge mbele yao. Yale yamekuwa magumu kwao, songa mbele na uwasongeshe. The God that moves mountain, move the mountains for them. Remove every hardship and make a way for them. Settle them that want to be settled. Establish them that want to be established in the name of Jesus. Na wale wamekuja mbele kwa sababu ya magonjwa, ninakemea kila aina ya ailment. Shetani yoyote ambaye amekuja kutatiza mili yao, akakuja kuwaweka hofu na uoga na uchungu,
natangaza kuanzia usiku ya leo ya kwamba hiyo uchungu inaisha kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kuanzia siku ya leo ya kwamba hiyo disease inaisha katika jina la Yesu Kristo. Kwa mapigo yako Yesu umesema tumepona. Ninawatangazia uponyaji. Ripoti yote ya daktari ambayo imesema watakana ugonjwa milele, cancel in the spirit, na nasema wakuwe na maushuhuda ya kwamba kuna Mungu ambaye huponya na anaponya kikamilifu. Naomba ukatembee juu ya maisha yao na ukawaweke huru katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Amen. You can have your seats. God bless you. Amen. Ukaamini neno la Mungu na ukaamini kila maombi ambayo tumefanya. Bwana Yesu asifiwe. That is what the path of a believer is all about.